Basi Mtulele hoye, Narok hoye, enda Subabogi, Mesisi Olaitoriani. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa salamu ya mkono watu wa Narok, nione salamu ya mkono. Basi mimi nimefika hapa leo. Mnajua juzi nilikuwa kanisani hapa, si ni kweli? Na nimefika hapa leo Narok kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya taifa letu na Narok. Nyinyi mlinipatia nafasi ya kuongoza taifa hili la Kenya. Na kuna maneno tulikubaliana na nyinyi. Tukaandika kwenye manifesto. Hiyo ndio kazi mimi nafuatilia, kwa sababu tulimwambia mama mboga na wale wafanyabiashara wadogo wadogo tutawatoa pale kwa matope, pale kwa vumbi, pale kwa jua, pale kwa mvua, tuwapandishe bottom up wafike hapa kwa hii soko mpya hapa ambayo itawasaidia. Ni kweli ama si kweli? Si tulikubaliana tutapiga kina mama mboga bottom up, tutawapiga check. Sasa mimi nimekuja hapa Narok. Hii soko ngoja kidogo. Hii soko iko hapa, tunaelewana? Ni kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba wafanyabiashara wetu, hasa wa bidhaa ya kutoka mashambani, nyanya, mboga, maziwa na ile ingine yote, isiuzwe mahali kuna uchafu, isiuzwe mahali wa mama wetu wanahangaika kwa jua, kwa vumbi, kwa matope na mahali ambapo hapafai. Ndio sababu hiyo nikasema tutakuwa na miradi kama hii. Kufikia sasa tunajenga soko kama hii 252 Kenya kwa sasa. Hapa Narok tunajenga soko kama hii 12. Tayari tumepatiana kandarasi. Nimetoka kufungua ile soko ya hapo Suswa. Saa hii soko naye tuko hapa Ntulele. Soko ingine mimi nitajenga hapa Nairage Ngare na ya kwamba mazao yetu ya kutoka mashambani isifike hapa mjini iharibike, kwa sababu hakuna mahali pazuri pa kuziuzia. Ndio sababu hiyo tumejenga soko hii ambayo iko na storage, ambayo iko na cold room, ambayo iko hata na mahali wa mama wanaweza kunyonyesha watoto wao na waendelee na biashara. Na vile vile tumeweka ICT, tumeweka hapa ICT hub ili vijana wa hapa, hata kama huna biashara ya kuuza mboga ama ile ingine, unaweza kuja hapa juu. Tumeweka ICT, tutaweka kompyuta, ndio nyinyi vijana vile vile mkuje mfanye kazi hapa kwa digital hub ambayo itasaidia vijana wa hapa Ntulele na vijana wa Narok East na vijana wa taifa letu la Kenya. Narok hoye. Munafurahia hii soko? Munasema niendelee na hii kazi? Niendelee na kujenga? Kuna wengine wanataka ati tubomoe. Tubomoe ama tujenge? Hata wamesema ya kwamba sijui wakipata nini ati watakuja kubomoa hizi vitu. Mimi nawaambia wale watafute mbinu mpya. Tunaelewana jameni? Leo vile vile nimekuja Narok kwa sababu kuna mambo manne mlinipatia wakati wa uchaguzi ya muhimu. Si ni kweli? Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni si ni kulipa? Ahadi yangu kwa mama mboga ndio hii. Mimi nimekuja kulipa. Sawa sawa? Muliniambia vile vile munataka shamba iko hapa ya Kedong. Munataka haki ya watu wa Masai kutoka hapa Narok ipatikane. Ni kweli ama si kweli? Na nilisimama hapa nikawaambia mkinipatia hiyo nafasi nitaenda kupanga hiyo kazi na nitahakikisha mmepata sehemu ya hiyo shamba. Tumeketi chini na viongozi wenu, mjumbe wenu Aramat, gavana wetu Patrick Ole Ntutu na viongozi Mama County na seneta wetu hapa. Sote tumekubaliana. Na sasa nimechukua pesa ya serikali
nimenunua ekari zingine 6,000 ya watu wa Narok, na sasa tutaongeza ile 4,000 mlikuwa naye mbeleni. Sasa nimeongeza ingine 6,000. Sasa mtapata ekari 10,000 kutoka hapa Kedong, iwe ni mali yenu. Ile kazi mimi nangojea, mimi nimemaliza kazi yangu. Mimi nangojea tu majina ya wale watu, nitawaandikia title deed. Hiyo itachukua mimi wiki moja. Mimi nimalize, leteni majina haraka haraka, tumalizane na hiyo kazi. Tunaelewana watu wa Narok? Kazi ya pili, kazi ya tatu mlinipatia. Mliniambia hii Mau imetusumbua miaka nyingi. Watu wanaingia ndani wanaharibu msitu. Inafika kila mwaka ni siasa. Na niliwaambia nitakomesha siasa ya Mau. Mimi leo naenda hapa Narok mjini hapo kupatiana title deed ya Mau Forest ili kusiwe tena na taswishi ya mambo ya Mau Forest. Hiyo title itakaa hapa county government ya Narok kwa niaba ya wananchi wote wa Narok County, na haitauzwa na haitagawanywa na haitafanyika mambo ingine tena. Na mimi nataka niwaeleze, unajua siku ya siasa kulikuwa na propaganda nyingi. Watu walikuja hapa hawa wa siasa wa uchuki na ukabila na nini, wakakuja wakasema nyinyi mkipatia Ruto nafasi ya uongozi atajaza watu huko Mau, atakata Mau, atafanya nini? Si walisema? Sasa mimi nataka niwajibu hawa watu ambao ni watu wa mdomo mingi na bure. Hiyo Mau sasa, mbali na kutoa title deed ya Mau na kupatiana kwa county government yenu ya Narok, vile vile mimi nimepanga pesa ya kuweka fence kilomita 100 kuhakikisha ya kwamba hakuna mtu tena ataingia kule msituni. Si ndio mliniambia nifanye ama nimefanya mambo gani? Mlikuwa mnataka nifanye hivyo? Mliniambia vile vile watu wa Narok ya kwamba kwa sababu Narok inajulikana kwa mambo ya utalii. Ni kweli ama si kweli? Hii Narok ndio iko na Masai Mara. Hii Narok ndio inatupatia pesa nyingi ya watalii. Mliniambia ya kwamba nijenge airport hapa Narok ndio wazungu wasisumbuke kufika Masai Mara. Mimi leo naenda kuanzisha ujenzi wa airport ya Narok ambayo itasaidia watalii wetu. Gavana wetu Ole Ntutu ametoa pesa nusu. Serikali ya kitaifa tumetoa pesa nusu ya kujenga hiyo airport, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba mambo ya utalii inasonga mbele katika taifa letu la Kenya, ndio vijana wapate ajira na waegezaji vile vile wapate pesa, na Kenya yetu hii tupate pesa ya madola ndio tuweze kuendesha taifa letu la Kenya. Vile vile mimi leo nimefika hapa kwa sababu Narok hii pia ni county ya wafugaji. Ni kweli ama si kweli? Pale Ewasonyiro mimi leo naenda kufungua kiwanda kikubwa ya ngozi. Hatuwezi kuendelea ngozi ya wafugaji wetu, ngozi ya ng'ombe zetu na ngamia na mbuzi na kondoo inaenda hasara, inakuliwa na umbwa, inazikwa, inaharibiwa. Mimi nimesema ya kwamba tuko na sehemu mbili. Pale Nairobi tunajenga kiwanda kikubwa mahali inaitwa Kenani. Hapa Narok sasa Ewasonyiro tayari tumeweka 1.5 billion ya kujenga hiyo Ewasonyiro. Mimi naenda kufungua leo na tutawaongezea pesa ingine shilingi milioni 4, shilingi milioni 400, ndio tuwachane sasa na kazi, waweze kusaidia sisi kuhakikisha kwamba ngozi ya ng'ombe yetu inakuwa processed, na sio tu kuwa processed, inakuwa processed alafu inakuwa leather products. Pale tuko na viatu ambayo sasa tutakuwa tunatengeneza. Hii viatu tunaenda kununua Italy, sijui tunaenda kununua India, sijui tunaenda kununua wapi, ngozi ya ng'ombe ya watu wengine. Kwani hii ng'ombe yetu haiwezi kutoa ngozi ambayo inaweza tutengeneze viatu? Si niliwaambia tutafanya hiyo kazi? Sasa mimi naenda kunyorosha hiyo maneno hapo, ndio Narok tusonge mbele. Jambo la 5, nimekujia hapa Narok kwa sababu mimi naweka mkataba na wananchi. Mimi nimeweka mkataba na wananchi wa Kenya, wamenipatia kandarasi na wanataka kujua ile kazi waliniambia nifanye nimefikisha wapi. Mambo ya stima hapa Narok ndio nimekuja. Kesho tunaanzisha mradi mkubwa kwa sababu kuna wananchi wengi stima haijafika makwao.
haijafika kwa manyata yao. Kuna sehemu nyingi bado iko giza. Ni kweli ama si kweli? Kesho serikali ya Kenya tumewapatia pesa bilioni 2.5 kuunganisha manyumba na manyata 15,000 mpya kwa mambo ya stima. Ndio tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio shetani ya ahame. Namna gani bwana? Tuko pamoja ama tuko pamoja? Tunashirikiana watu wa Narok. Mwisho, mimi nimesema ya kwamba kuna mambo mengi. Mambo ya universal health coverage, nilisema ya kwamba tutaondoa ubaguzi katika mambo ya delivery ya mambo ya matibabu. Hatutaki matibabu iwe starehe ya wale watu wako na uwezo ama wako na mali ama wako na kazi. Tunataka matibabu iwe haki ya kila Mkenya. It must be universal. Na ndio sababu hiyo tumeweka program ya SHA. Kufikia leo Wakenya milioni 22 wamejisajili kwa mpango wa SHA. Mpango yetu ni kuhakikisha kwamba hakuna mwananchi tena atauza mali yake ama shamba yake kwa gharama ya hospitali. Kwa sababu sasa tutakuwa na bima ambayo itahakikisha kila mwananchi yako ndani. Wenye uwezo watalipa kulingana na uwezo wao. Wale hawana uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya. Ndio kila mwananchi awe na bima ya afya. Tuondoe umaskini unayoletwa na watu kuuza mali yao kwa sababu ya kulipa madeni ya hospitali. Tunaelewana watu wa Narok jameni? Tuko pamoja? Vile vile mmesikia hapa tuko na ICT hub. Kwa sababu mliniambia nipange ajira ya vijana wetu. Kwa affordable housing tuko na ajira ya vijana. Kujenga soko kama hii tuko na ajira ya vijana. Mambo ya ICT hubs Kenya mzima tumekubaliana na hao wabunge. Tayari ICT hubs 300 imekuwa tayari. Malengo yetu ni kufikisha 1400 ndio vijana wetu waweze kupata ajira. Na vile vile ile labor mobility ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya wanaweza kufanya kazi mahali popote. Unaweza kufanya kazi Ntulele, unaweza kufanya kazi Narok, unaweza kufanya kazi Nairobi, Mombasa, Marekani, Ulaya, kila mahali. Kwa sababu we want to facilitate every young person who has talent to work anywhere in the Republic of Kenya and anywhere in the world. Kwa hivyo hiyo mpango mlinipatia mimi natekeleza. Na mimi najua tuko na mtihani 2027, si ndio? Siko mtihani pale? Ama hawa watu wengine wanamangamanga hapa katikati, sijui watahesabu kitu gani. Na uweze kuhesabu chuki, uweze kuhesabu ukabila, uweze kuhesabu migawanyiko, ati uligawanya watu mara ngapi. Wananchi hawa wanataka rekodi ya maendeleo. Wanataka barabara ngapi ilijengwa, stima iliwekwa watu ngapi, soko ilijengwa ngapi, affordable housing ilipatikana ngapi, vijana walipata ajira kiasi gani. Si ndio hiyo mtaweka mtihani siku hiyo? Mkinipima hivi mnaona mimi ni mtu ya kuanguka mtihani? Sijui kama tunaelewana watu wa Narok. Tumekubaliana? Vile vile nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya barabara. Barabara ni ya muhimu. Inaturahisishia uchukuzi. Inasaidia wakulima watoe mazao yao shambani. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumetoa milioni 700 ya kwanza kwa barabara za Narok. Turudishe wale makontrakta wote walikuwa wamesambaratika kwa sababu uchumi ilikuwa imeenda chini, hatukukuwa na pesa ya kutosha. Sasa nimeng'ang'ana na uchumi kwa miaka 2.5. Sasa uchumi ya Kenya imeinuka. Ile dola ilikuwa imefika 167, sasa imekuja 130, 129 hapo. Ile inflation ilikuwa 9%, sasa imekuja 3% hapo. Mambo hiyo ingine yote tumenyorosha. Mulisikia wiki iliyopita Benki la Kitaifa ya IMF wameorodhesha Kenya na wamesema Kenya imetoka kama uchumi mkubwa kwa bara la Afrika kutoka namba 8 mpaka sasa tuko namba 6. Tumeovertake Angola, tumeovertake Ethiopia in just 2 years kwa sababu ya ile mpango sisi tumefanya tukiungana na wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza watu wa Narok, saa hizi hakuna siasa, saa hii ni kazi. Si ndio? Si saa hizi ni kazi. Tutengeneze soko, tuunde barabara, tuunganishe stima, tusomeshe watoto, tujenge airport, tuunganishe stima. Si saa hii ni saa ya kazi. Si siasa ni baadaye. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Wangapi wanasema tuendelee na kazi?
So tuendelee na maendeleo. Na ndio sababu mimi nilisema ili maendeleo ya Kenya itembee kwa kasi, lazima tuunganishe wananchi wa Kenya wawe kitu kimoja, kwa sababu umoja ni nguvu na kutengana ni udhaifu. Na ndio nimetengeneza serikali ya broad based, ile ya mapana na marefu. Nimeongea na ndugu yangu Raila Odinga, tukakubaliana tukwamishe ukabila, tukwamishe chuki, tuondoe migawanyiko, Kenya iungane ili tuweze kuendesha taifa letu kwa njia inayofaa kwa manufaa ya wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Narok, mimi nawauliza, mnasema tuungane ama tutengane jameni? Mnasema tuungane? Nilete Wakenya wote pamoja kwa serikali moja ndio tusukume maendeleo, tumalize ukabila na tumalize chuki na tumalize migawanyiko. Maendeleo iendelee isiendelee? Wale wanasema maendeleo iendelee, nione kanyeni watu wa Narok. Basi mimi nimekubaliana na nyinyi 100%, 100%. Wacha nichukue nafasi hii jameni, nimuite ndugu yangu Patrick Ole Ntutu, gavana wetu wa hapa Narok, atusalimie. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, kwa hapa wa Samburu na Kajiado, na wabunge chungu mzima na waheshimiwa MCAs na watu ya hapa Ndulele enda subabokin mesisi ala idoriani eroko kisieni daldada kila eroko kisieni daldada